nguvu ya maombi ya kina ili uinuke kiuchumi. Nguvu ya maombi ya kina ili uinuke kiuchumi. Kitabu kile cha Isaya sura ya 60 na ule mstari wake wa kwanza. Isaya 60. Nitasoma kama ilivyoandikwa Isaya 60 mstari wa kwanza. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza limenifunika. Giza litaifunika dunia. Na giza kuu litaifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake unaoonekana juu. Utaonekana juu yako. Na mataifa watakuijilia. Na mataifa wataijilia nuru yako. Na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote. Wote watakusanyikana. Wanakujia wewe. Bwana Yesu wako katika kuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa miungani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Jamani, amina. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu, tunamlilia Mungu ili aweze kutusaidia na kutupa neema. Anasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekujilia. Haleluya. Maana tasema giza litafunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Haleluya. Amen. Anasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Haleluya. Amen. Jamani, amina. Amen. Wiki hii ni wiki ambayo kila mtu nuru yake imekuja. Na iko juu yako sasa. Haleluya. Haleluya. Anasema na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana anasema tazama, giza litaifunika dunia. Giza litaifunika nini? Dunia. Na giza kuu makabila ya watu. Mungu akitaka kumuinua mtu, haleluya, Amen, jambo la kwanza huyo mtu anamletea nuru maishani mwake. Jamani, amina. Amen. Na anapoleta nuru maishani mwako, upande unaokuzunguka, haleluya, Amen, anawapiga giza. Anawapiga nini? Giza. Ndio maana sasa ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umefanyaje? Umekuzukia. Kwa nini Mungu anasema ondoka uangaze? Nuru imekuja, utukufu wako umekuzukia. Halafu mstari wa pili anasema maana tazama, na mambo sasa angalia. Haleluya. Amen. Jamani, amina. Amen. Tazama, giza itafunika dunia na giza kuu makabila ya watu. Haleluya. Halafu bali Bwana atakuzukia wewe. Sauti ya Mungu ni njia mojawapo ya kuyafikia mafanikio makubwa ya kimataifa. Kuisikia sauti ya Mungu ni njia mojawapo ya kufikia mafanikio makubwa ya kimataifa. Kuisikia ile tu umeanza kuisikia sauti ya Mungu, tayari utakapoendelea na hiyo, tayari wewe unaenda kuyafikia mafanikio makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisomee kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kuisikia hapo ongeza na kutenda. Kuisikia na kutenda. Watu wengi wamesikia sauti ya Mungu lakini hawatendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomee Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa 3.
Bwana akamwambia Abrahamu, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako, toka wewe katika nchi yako jamaa zako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Haleluya. Jamani, amina. Naomba nisome mstari wa 4. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75. Bwana Yesu asifiwe sana. Harani. Alisikia sauti akaamua kuifuata. Mungu ameniambia, wangapi wanafuata sauti yangu niwatendee? Wangapi wanatii yale ambayo mnayahubiri hapo kila siku? Tokea umeanza huduma ya amenibariki, tokea umeanza huduma hii. Haleluya. Hakuna anayetekeleza. Ili nikutane naye kujali mafundisho ambayo ninakupa kwa ajili yao. Jamani, amina. Amen. Amina we. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi mnanielewa? Amen. Jambo la mwisho, changamoto yoyote unayoipitia ni fursa iliyopo mbele yako ya kukufikia, ya kuyafikia mafanikio. Changamoto yoyote unayoipitia ni fursa iliyopo mbele yako ya kuyafikia mafanikio makubwa. Kila changamoto unayoipitia ni fursa ambayo Mungu ameiweka mbele yako. Nisomee 26 mstari wa kwanza hadi 5. Nataka usikilize hayo maneno ya Mungu yanasema. Kwa Mwanzo 26 mstari wa kwanza. Ikawa njaa katika nchi hiyo. Mbali na njaa ile ya kwanza. Ilikuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki. Mfalme wa Filisti huko Gilgali. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokupa. Kaa hapa. Akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokupa. Nasema kila anayeshuka kwenda Misri leo usishuke tena. Usiokimbilie wa Misri. Haleluya. Anamwambia kaa katika nchi. Kaa ugenini nchi hiyo. Nami nitakuwa pamoja nawe. Na mimi nitakuwa pamoja nawe. Na nitakufanyaje? Na kukubariki. Maana nitakupa wewe na uzao wako. Nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Endelea. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatawabarikia. Nasema kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Akahifadhi maagizo yangu. Na amri zangu. Na hukumu zangu. Na sheria zangu.